E Bwana unirehemu, kwa imani nifananie na yote. E Bwana unirehemu. Ladies and gentlemen, welcome back. And there is kuna story hapa. I know mumesikia story ya jamaa fulani kutoka Homa Bay ambaye alikuwa ni police officer ameweza kujitia kitanzi na kusema ya kwamba mambo mingi, kutoa sababu mingi za kumfanya basi aweze kutekeleza hiyo shughuli. Hakufa peke yake, bali aliwaua watoto watatu, wakiwemo wawili wake na mmoja wa bradhake in-law. Ni nini ilifanyika? Najua wengi wanajiuliza maswali mingi kuhusiana kilichosababisha haya. Aliacha kanoti hivi na akasema ya kwamba alikuwa ameandika kwa lugha ya Kiingereza, lakini nitakusomea kwa lugha ya Kiswahili ndio tuweze kwenda sambamba, sivyo? Amesema kwamba mwisho wa yote, ndugu mheshimiwa, pokea salamu zangu, natumai unaendelea vyema. Nimeamua kumaliza kila kitu mara moja ili nao upate amani na utulivu. Ubinafsi na tamaa yako ndio sababu kuu iliyosababisha ndoa yangu kupitia matatizo mengi. Shinikizo lako la kutotaka binti yako aendelee na masomo ndilo lililozua matatizo yote. Mulikuwa na msimamo kwamba kwa sababu yeye ni binti yako ya kwanza, ni lazima asome, apate kazi ili aje kuwasaidia nyinyi wazazi wake na sio familia yake. Ulikosa kutambua kwamba nilimuoa akiwa kidato cha pili. Wakati huo tayari nilikuwa na kazi na kwa wema wangu nikamsomesha hadi akamaliza kidato cha 4. Kumbuka wakati huo kulikuwa na wasichana wengi waliomaliza vyuo vikuu na vyuo vya kati, lakini nilimchagua binti yako mwenye akili kuliko wote. Alipoanza tabia mbaya, nilikata tamaa ya kuendelea kumsomesha kwa sababu alikuwa amegeuka kuwa mpenzi wa kila mtu kijijini. Swali, kwa nini alikuwa binti wa kipekee ambaye mumewe alishinikizwa kumsomesha, ilhali mabinti wengine waliishi kwa amani majumbani mwao baada ya kumaliza shule ya upili? Tamaa yako ya kutoridhika na mahali iliendeleza chuki katika ndoa. Mkewe, yaani mama mkwe wangu, hakunipenda tangu mwanzo. Alitaka kila kitu kifanyike kwa matakwa yake. Alinichukia kiasi kwamba kila tulipokosana na mke wangu alikuwa tayari kumsaidia kuondoka kwenda nyumbani na hata kumlipia bodaboda ili waache kumchukua. Hajawahi kunisikiza. Kila kitu alichoambiwa na binti yake ilikuwa mwisho wa maamuzi. Mara ya mwisho mke wangu alikuwa na uhusiano wa kimapenzi na mzee mmoja aliyeitwa Leon Lucy. Nilipolalamika, mkewe alimwambia aondoke haraka na hata kumlipia bodaboda ikuje kumchukua. Akaenda hata na watoto wangu. Nilipokujulisha, mlikataa kujua alikoenda. Baadaye nilisikia kutoka kwa ndugu zenu kwamba mlimuozesha kwa mume mmoja wa afya aliyeko Dar es Salaam, Tanzania, mkidai ni baba wa kambo au jamaa wa ukoo. Niliteseka na watoto, ingawa nilijaribu kusahau kila kitu. Wao walinifanya niendelee kuumia. Kila mazungumzo yao yalikuwa mama hivi, mama vile, atarudi lini, yuko wapi, anafanya nini? Nilitaka kuifuta familia yako yote, yani niimalize. Nilikuja na mafuta ya petroli ili niwachome mkiwa usingizini, lakini nilijiuliza, nikasema hayo hayatakufanya uhisi maumivu ya kweli ambayo binti yako aliniweka. Ndio maana niliamua kuwachukua nao ili kizazi chako kisiendelee kuwepo na kusababisha maovu kwa wana wa watu kama ni mlivyonifanyia mimi. Mkewe nilitaka kumumaliza njiani, lakini nikasema hiyo itakufanya uteseke kwa sababu unaweza kuoa mwingine na maisha yaendelee vyema. Hatua iliyochukuliwa kwa kuwa sikutaka watoto wangu wateseke au kulelewa na mwanaume mwingine, nimeambatana nao kwa safari hii ya kutorudi tena. Nilifanya hivi kuthibitisha kwa mke wangu mpendwa kama nilimpenda sana na kwamba ndiye alikuwa mke wangu wa kipekee. Hatuwezi kuvuka hili. Hii ndiyo njia pekee ya suluhisho niliyoiona. Aliweza kuandika
Mnaona kwamba kuna mvutano wa kifamilia, ni kama kuna shida ya kifamilia hapo, na na maingilio ya ndoa kutoka especially from the in-laws mbona hawakusuluhisha hii mapema? Lakini kwa note hii anaendelea akisema, tamanio yangu sasa, ameweza kuweka matamanio yake, nizikwe pamoja na watoto wangu katika kaburi moja, msitumie jeneza, tufunikeni tu kwa blanketi, mali zangu zote zigawanywe kwa usawa kati ya baba na Toi, isipokuwa laptop yangu, diski kuu, screen na vifaa vyote vya kielektroniki vipewe Toi. Simu yangu ya screen ya kuguza ipewe Ouma Wanga, na touchpad Neon Ray ipewe Urweda. Hakuna mtu anayepaswa kusumbua Lino. Hakuna mtu anayepaswa kusumbua Lino. Kumbuka huyo Lino ni kama alikuwa na uhusiano na mke wake. Unaona? Huyo ndio Lino amenoti hapo juu kwamba ako na uhusiano na mke wake. Kwa hivyo ameweza kusema ya kwamba hakuna mtu anayepaswa kumsumbua Lino. Nitakabiliana na yeye mwenyewe kwa kusambaratisha familia yangu. Alpha na Alpha One Sound walipie heshima ya mwisho kwa kuwaburudisha kwa muziki mbele ya wale watakuja kuniaga. Mwajiri wangu awaonyeshe wanakijiji kuwa nilifanya kazi halali, si mjanja au mvuvi kama walivyodhani. Kabla ya bosi wangu Inspector Koros kunitisha kufutwa kazi, nilimuomba ruhusa ya kurudi ifikapo tarehe 1 April 2025. Kwa sababu ya shinikizo kubwa aliyonipa, alinichukulia tofauti kwa sababu kulikuwa na watu waliopendelewa na kupewa mialiko kila wakati, lakini mimi nilihitaji kuripoti kwa miezi 5 mfululizo. Njoroge alinipa vitisho vya wiki 3. Ukifika kituoni anakupanga kwenye standby kwa siku 2 bila kukwambia kitu chochote. Anataka uwepo tu kisha anakuua. Okay. Nilitaka kumshughulikia, lakini nikajiuliza kwa sababu watoto wake bado wanamhitaji. Asipojirekebisha siku moja atauliwa na wasaidizi wake. Kwa wenzangu waliohakikisha mkopo wangu, nimewaangusha. Najua mtateseka, lakini si kuwa kuvumilia tena. Ninasamehewa tafadhali. Viti vipya wapewe Jacinta Goga, dada yangu wa kambo. Ujumbe wa hisia, naomba msamaha kwa ndugu zangu na mama yangu. Ilikuwa mzigo kubwa sana kwangu kuvumilia kuona kila kitu kikikimbiza huku mateso yakiwa mbele ya macho yangu. Awur, uko huru kuolewa tena na mtu mwingine bila pingamizi. Acha aweze kuwapa wazazi wako mahari ya kutosha. Akuweke kwenye nyumba na kuruhusu ufurahie ndoa bila shida. Kila rafiki yangu na jamaa nimesamehe, samahani. Tukutane tena katika ulimwengu mwingine kwa jina la Yesu. Awol, wewe ndiye uliyesababisha haya yote. Tanibihi ama note. Chakula kisipikwe kwa ajili ya mtu yeyote. Tupeni pumziko la mwisho, tumechoka sana, tunahitaji kupumzika. Hivyo ndivyo kulikuwa. That is it. So umesikia bwana David ambaye alikuwa ni askari ameweza kutoa note na kusema kwamba kifo chake kilichangiwa aswa na wakwe ama the in-laws ambaye hakumtaka, walimkataa katakata. Alipotia bidii kila siku kuona ya kwamba wanakaa na mkewe kwa amani, kumbe walikuwa wanashirikiana na mkewe chini ya maji. Ndio hawakuwa wanamtaka kabisa binti yao kuolewa huko. From the note umesikia alimuoa akiwa form 2 kwa sababu alikuwa firstborn. Kwa sababu huyo binti Awuor kwa sababu yeye alikuwa firstborn, wazazi wake walitaka amalize shule, na David alifanya hivyo na akamsomesha akafika mpaka kidato cha 4. Kwa sababu yeye sasa alianza, tabia yake zilikuwa hivi, alikuwa mpenzi wa kila mtu kijijini, akaweza kukufa moyo. David akafa moyo wa kumsomesha, na hivyo alikuwa amemsomesha hadi form 4. I think kutoka hapo hatujaambiwa kama aliendelea kumsomesha ama aliendelea kusomeshwa au la.
Umesikia kuna jamaa anaitwa Lino ambaye alikuwa ni kama alikuwa na uhusiano wa kimapenzi na Awuor ambaye alikuwa basi ndiye mke wa David. So na huyu Linus alikuwa na mahusiano ya kimapenzi na bibi yake ama mke wake David. So ni mambo mingi, lakini kwa sababu angeweza kuvumilia, alisema kwamba wacha nikufe, nife na watoto wangu pamoja na wa-in-law, ndio hii ndilo suluhisho. Kuna watu wamemcharge hapa online, ikiwemo wewe. Umemchaji sana kusema kwamba angefaa kufanya hivi angefanya kama mwanaume angevumilia. Ameachwa chika, wanawake ni wengi ama wanawake ni wengi, kwani huyu alikuwa namna gani bwana mpaka unajitia kitanzi Kuna watu wamemhukumu huko, lakini I don't want to charge him. Wewe ujui chenye huyu jamaa alipitia, japo nasema kwamba kujitia kitanzi nayo angefanya hivyo to an extent ya kujitia kitanzi na kuua watoto innocent, angefanya hivyo, na kwa sababu ya hiyo jamaa angekuwa amesema shida yake mapema. That is what we say, but that is not actually. We ngoja yako ikupate ndio uone kama utafanya hivyo. Jamaa angeeleza ama ange seek advice ama counseling mapema, huenda hii ingefanyika. Watu wanajiuliza, this is a typed document. Alitype kwa cyber gani? Alitoa hii copy, nani alimtolea? Kwa cyber gani alitolewa hii copy? Lakini mnajiuliza tu vitu za upuzi, because jamaa alikuwa na laptop. There is a probability alitype kwa laptop yake, anajua kuprint. This is a learned person, si lazima mtu amprint. So nani alimtypia, alitolewa kwa cyber gani? That is neither here nor there, that is non issue. The issue here, mbona akaua watoto watatu na yeye akajiua, ili anajua anaweza ishi bila huyo mwanamke? Yes, he can, but there is a probability mapenzi yake na huyo msichana ama huyo binti wa mtu alikuwa juu kiasi kwamba aliona ya kwamba siwezi ishi bila yeye, nikiona ya kwamba mwanamume mwingine anamiliki hadi sasa mwanamume huko aliona hiyo itawezekana, si kwa macho yake, si kwa masikio yake. Wacha masikio azime na macho azime, moyo wangu uzime, ndio niwe na amani ya kutosha. Na sababu ya kusema kwamba ati alienda na watoto wake ndio wasiteseke ama kulelewa na baba mwingine, I don't know about that. So according to you, wewe do you think it was the right decision? Najua wengi wenu mtasema no, it wasn't the right decision. Me too, I say it wasn't the right decision. Mazee venye tunaogopa kukufa huku, unasikia hata umeshikwa na homa mazee, unajiuliza gai, kesho itakuwa vipi? Watu wengine wanachezea maisha hivyo tu. Anyway, what is your views? Drop your comment in the comment section below. Don't forget to subscribe to this channel, turn on the notification bell so that you are notified every time we post a new video. Awuor, uko wapi? Awuor, you have a story to tell us. Uko na story ya kutuambia? Awuor, wewe Awuor, uko na story ya kutuambia? Linus, the mpenzi wako huyo mwenye mlikuwa na uhusiano, ndio basi ukaona huyo mwanaume mwingine eti afai. That might be reason, maybe kulikuwa na sababu huko, but you have a story to tell us or to tell yourself, to talk to yourself. So I don't know how you are feeling. I know you are in disbelief, but that is a terrible reality na ime happen. So in case of anything, acha tuongee kwa Maulana aweze kutusamehe kwa kila kitu tunachofanya, and let's pray to God aweze kutuondolea hii pepo mbaya, isiweze hii premature kujimaliza prematurely, this kind of things zizikue. And I just want to send my sincere condolences to the family ya huyu mwanapolisi for losing 4 souls including 3 children and David himself. So may God comfort you during this trying moment. And yeah, that is all. Do you have anything to add? Uko na kitu ya kuongeza? Umeweza kukasirika? Unaweza sema nini? Tumia hiyo microphone hapo. Kuna microphone mahali. Sema, unasema nini kuhusu hii premature death nini? Mbona watu wanajimaliza mapema? Hii ilikuwa reason ya kujimaliza kweli? Tumia, uonekane kwa kamera. Tumia hiyo microphone. Okay, niko na mwenzangu hapa ameweza kukasirika.
na ukiona amesema hivi hata bila kufungua mdomo, inamaanisha kwamba ameweza kujamu na hii kesi kabisa. Juu kesi kama hizi zinamboo, anaona yeye wanawake wako akiwemo, so mtu anajua aje shwari. Drop your comment in the comment section below. Je, una lipi la kusema kuhusu Mkufi?